Na every day katika ndoa, as long as sisi tumeshakuwa wana wa nuru, lazima tutembee katika nuru. Mungu anasema nini? Unajifunza nini? Upendo ni nini? Na Biblia inasema upendo usitiri wingi wa dhambi. Kuna wanawake wengi wanaongelea waume zao vibaya. Mtu anaenda zake saluni, yeye anafika anafunguka, yani anaanza kujielezea kwa sababu kakuta pale kuna company inaongea, sasa naye kapata ile munkari, inakuwa kama sijui ni nini, yani anaanza kuongea vitu vya ajabu. No, haitaki kwa hivyo. Kuna siku I remember tulienda na mume wangu sokoni, tunaendaga wote. Tumefika pale sokoni, akawa anatakiwa kwenda dukani, kuna kitu anaenda kuchukua, mimi nibaki kuna kitu nilikuwa nanunua hapo kwa mama fulani. Nikamwambia naomba simu yako kidogo, kuna kitu nataka kuangalia. Akaniambia kuna simu napiga wakati naenda dukani. Nikamwambia okay fine, haina shida. Alivyoondoka yule mama pale gengeni, sasa mwanaume akupe simu yake. Umeona huo mtazamo? Mwanaume akupe simu yake wewe. Yani nakwambia hawezi kukupa simu yake, wana mambo yao. Nikamwambia dada, and I was very straight. Nikamwambia dada, mume wangu hayuko hivyo. Unajiamini nini? Nikamwambia mume wangu mimi hayuko hivyo. Ana uwezo wa kuniachia hiyo simu hata siku nzima. Na haina shida, message yote itakayoingia no problem. Atakayoingia hata akisema nakupenda sana John, akija nauliza hey John unamjua huyu? Simjui, basi imeisha. Kwa sababu gani? I trust him. Yani ndoa it cannot work bila kuaminiana. Kwa nikamwambia yule mama, nikamwambia my dear friend mama, yani hata angeondoka na simu akasema sijui anaenda nayo wapi, ninamuamini. Yani kile unachokisema wewe, mimi wangu hayuko hivyo. Dada unajiamini sana. Kuna mtu alikuwa na ndoa yake miaka 15, hajawahi kuona, kumbe mume wake alikuwa anafanya 1 2 3 4. Nikamwambia mimi foundation ya ndoa yangu ninaijua. Na aliyetufanya tuwe pamoja na John ninamjua. Kwa sina wasiwasi, sio kwa sababu ya John. Sina wasiwasi kwa sababu ya Mungu aliyenipa John. Yes. Mungu aliyenipa John ndo anaweza kumtunza kokote aliko. Yani covenant ambayo sisi tumekubaliana, hata kama tunasema bado tunapanga mikakati ya kinini, na Mungu naye ametupangia sisi mikakati. Hilo mwanandoa unatakiwa ujue. Mungu anakuwazia mema, anaiwazia mema ndoa yako, anatarajia vitu vya kimungu vizaliwe kwenye ndoa yako. Ni wewe tu kualign kwenye plani ya Mungu. Yani wewe kukubaliana na ule mpango wa Mungu juu ya ndoa yenu, sio kukubaliana na mipango ya watu.